Praise Jesus. Praise God. Praise Jesus. I greet you in the name of Jesus Christ. God bless you. My name is Evangelist Joseph Mwiti na nimeokoka. Nampenda Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, aliyeniokoa na kutangazia kwamba hata anaweza kuokoa. Ukimwamini Yesu Kristo atapata kuokoa na atakupatia uzima wa milele. Ni kwa sababu yeye anaweza, aliniokoa, akonaweza kuokoa. Mungu akubariki sana na Mungu akutendee mema. Katika njuma hili neno ambalo Mungu amenipatia ni kwa kitabu kile cha 2 Samuel chapter 21. Tutasoma katika siku ya leo. Na nifuatilie na Mungu atakubariki sana, maana Yesu ana mipango mizuri ya maisha yako. Mungu akubariki, uwe na wiki ya baraka. God bless you in the mighty name of Jesus Christ, Son of God. Kwa hivyo katika ya maandiko ambayo nimeyataja ni mtu anaitwa Daudi ambaye alikuwa mfalme wa Israeli baada ya Sauli. Na nyakati zake Daudi kulitokea jambo ambalo lilikuwa linajirundia. Leo tunataka tuongee kuhusu mambo yanayojirundia kwa maisha yetu. Kuna wakati ambapo mambo inajirundia, unakuta kwamba mambo yanakuja yale. So last week tulikuwa tunazungumza habari ya usujaa, ya kwamba ukue sujaa. Ndio, lakini ya kwamba ilikuwa inasema kwamba masujaa wa Daudi waliomsaidia kwa utawala wake watatu, yule ambayo walikuwa wanamsaidia kwa vita na wakawa baraka kwa maisha yake. Lakini siku ya leo hata tuangalie jinsi ya kujitoa katika yale mambo ambayo yanajirundia, kunakuwa hakuna maendeleo kwa hiyo biashara, kwa hiyo ndoa, kwa hiyo familia, kwa afya yako. Yaani unakuta yale mambo yanajirundia. Kwa unakuwa na hali ambayo haileti utofauti mwaka kwa mwaka ama wiki baada ya wiki. So, mtu anaitwa Daudi, Bible inasema hivi. In the book of 2 Samuel chapter 21 verse 1 inasema kwamba kulikuwa na njaa. Kulikuwa na njaa siku za Daudi, muda wa miaka mitatu. Njaa kwa muda wa miaka mitatu kwa utawala wa Daudi, mwaka kwa mwaka. Naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Bwana akasema, kulikuwa na njaa wakati wa Daudi kwa muda wa miaka mitatu, mwaka kwa mwaka. Na inamaanisha mwaka mzima kunakuwa na njaa, ukosefu ya mvua. Mwaka wa pili kunakuwa na njaa, ukosefu wa mvua. Mwaka wa tatu kukakuwa na ukosefu wa mvua. Daudi akasema hapana. Akaenda akatafuta uso ya Mungu. Akaenda akauliza Mungu maswali, akitaka kuwa na suluhisho kwa ile tatizo. Biblia inasema Mungu alimuongeleza Daudi. Mungu akamwambia Daudi, ni kwa sababu ya Sauli. Sauli aliua Wagibeoni. Yule mwenye kuleta lile tatizo la Daudi alikuwa mtu aliyekufa hakuwako. Aliacha matatizo kabla afe ule Sauli. Akaachia Daudi kizungumkuti. So kukawa na njaa miaka mitatu Israeli. Mwaka baada ya mwaka, matatizo yanayojirundia, yale mateso, yale masaibu yanayojirundia kwa maisha yetu, kwa nchi, kwa kanisa, kwa kijiji, kwa biashara, kwa mili yetu. Yaani kulikuwa na mambo ya kujirundia.
Sijui ni mambo magani yanajirundia kwa maisha yako. Labda kuna mambo unaona ya kwamba hii ilikuwa miaka 3 iliyopita na ndio hii tena. Kama ulikuwa unasumbuliwa na kulipa renti ya nyumba, 3 years ago inakuwa tena. So unashindwa, mbona hili tatizo limerudi tena? Hivi ndivyo ilikuwa kwa Daudi. Lakini akagundua ya kwamba haistahili kuwa hivyo. Akajua kuna yule anaweza kusuluhisha, naye anaitwa Mungu. Akamwendea Mungu akamuuliza ni kwa nini. Mimi na wewe tunaweza enda mbele ya Mungu tumuulize ni kwa nini kumekuwa na hiyo hali ya kujirundia kwa jambo hili ama lingine. Kama ni kwa nchi yetu, kanisa, kazini, nyumbani, unaenda mbele ya Mungu na muambia ni kwa sababu gani, ni kitu gani nastahili nifanye, naye Mungu atakufunulia. So Daudi alienda mbele ya Mungu akamulilia. Na hata unaweza enda mbele ya Mungu mwambia kuvini kwa nini. Unaweza enda kwa kufunga na kuomba. Unaweza enda kwa kukesha. Unaweza enda kwa kutubu. Unaweza enda kwa kuambia Mungu akuokoe kama hujaokoka. Uambie Mungu unakubali Kristo akuokoe. Kuna wale wanatafuta Mungu kwa njia mbalimbali. Wengine wanafunga kuomba siku 1, siku 3, siku 7, siku 14, siku 21, wengine 30, wengine 40. Wanataka kujua ni kwa nini. Mbona ikue hivi? Hakuna mabadiliko. So Daudi ndivyo alifanya. Akaendea Mungu akamwambia, ni kwa nini hili tatizo nimejirundia tena? Miaka 3 hakuna mvua. Hiyo ni kiangazi kubwa sana. Hiyo ni shinda kubwa sana, miaka 3 nchi ikiwa haina mvua. Wale wenyeji wake wanaweza kufa na njaa. Maana mvua inaleta hali ya watu kushiba, inaleta lishe, na sasa haipatikani miaka 3. Ilikuwa tatizo kubwa sana kwa maisha ya Daudi. Na unakuta kwa maisha yako pia kuna mambo ambayo yanakusumbua kwa maisha yako, na labda umeyanyamasia tu kasema ni maisha. Unasema dunia ni milima na mabonde, unaendelea nayo. Lakini Daudi alienda mbele ya Mungu akamwambia, hii madhabahu, mbona mambo yanakuwa hivi? Kuna mhubiri mwingine aliyeitwa na Mungu afungue kanisa, na akatayarisha kila kitu kwa muda wa miaka 3 alikuwa anajiandaa. Alipofungua kila kitu ilikuwa kinadhihirisha utukufu, lakini hakuna mshirika aliingia kwa hiyo kanisa. Walisalia na wale wenzake wakiwa na abudu hapo ndani na kusifu. Shetani alikuja akawafika mavazi maalum. So wale watu walikuwa wanaangalia, wanaona vile ambavyo sisi vyenye wako. Walikuwa wanaona hao watu wamejaa mavazi na hii kama ni dini ya kishetani, kama dini mgeni. Wanaona ni watu wa ajabu sana. Tulisungana na wao, hawakuangi kama watu kama hawa maeneo ya kwetu. So wao wenyewe wakaendelea kuwa mahali pale. Wakaendelea kuabudu mpaka huyo pastor akasema, hapana, Bwana aliita nisikia sauti. Mbona hivi tena? Akaenda mbele ya Mungu siku 3 akafunga na akaomba 72 hours. Akafunga kula na kunywa. Mungu akamuonyesha kwa hiyo madhabahu. Shetani alikuwa amekalia hapo. Akaona kisa alikuwa limetapakaa kwa hiyo madhabahu. Akaanza kulichallenge kwa neno la Mungu. It is written, when the light shines in darkness defeats it not. Akaanza kuichallenge. Na ile kisha karoteti kwa inatoka kwa madhabahu. Watu sana ndio kufuata wakanjaa. Sasa ikawa ni siku ya kuwaochi wale wenye kuja. Mbona mko mnakujanga? Wakasema hii tuko tunaona mkiwa hivi na vile vingine, wakashangaa sana. So yeye alichoka na ile hali isiyokuwa na maendeleo. Na akaenda mbele ya Mungu akafunga na kaomba. Akaenda akakesha. Akasema hii hali istahili kuwa hivi. Na kukawa na mabadiliko kwa hiyo hali yake.
So Daudi pia aligundua, na mimi na wewe tugundue ni kitu gani kiende sawa ama kinajirundia. Tuende mbele ya Mungu tumwambia kwamba atufunulie ni kwa nini na tunaweza fanya namna gani. So Daudi alienda mbele ya Mungu. Mungu akamwambia Sauli aliua Wagibeoni, na kulikuwa na makubaliano ya amani kati ya Waisraeli na Wagibeoni. Pale unakumbuka Yoshua 10, mahali kulitendeka miujiza ambayo haijawahi tendeka, ambayo kuwahi kutendeka, ya Yoshua kusimamisha lile jua la mwezi kwa anga la Gibeoni, kukawa hakuna jua kutua, lile bakisalia limesimama, maana kulikuwa na vita kati ya Waisraeli na wale wafalme watano ambao walikuwa kinyume na Wagibeoni. Mungu aliwaletea ushindi mkubwa wakati Yoshua alipambana na wale wafalme, wakapata kuangamiza, maana walikuwa kinyume na Wagibeoni. Kulikuwa na makubaliano kati ya Wagibeoni na wana wa Israeli. Lakini Sauli aliposaliwa ni kama hakuwa anajua historia. Sauli hakuwa anajua historia, so alifanya kienyeshi. Hakuwa amechunguza mambo ama ni kwa nini. Lakini Wagibeoni walikuwa watu mashujaa na werevu. Walijiokoa kwa uwerevu wao. Wakajifanya kwamba wao ni watu kutoka mbali, wakaendea Yoshua wakati walikuwa na wakaribia Gibeoni, wakajua wataangamizwa. Wakajifanya wamekaa sana safari ya muda mrefu kabla wafike hapo, na kusema tunakanga mbali sana. Tulisikia habari zenu tukakuja kuomba amani, lakini sisi tunakaa mbali sana. Lakini walikuwa hapo tu nesi. Walifanya jinsi ya uwerevu ndio kujiokoa. So kulikuwa na makubaliano. Na Sauli alipotawashwa kuwa mfalme, hakuwa na experience ama hakuwa anajua historia, so aliwaua. Alipoua, laana ya Mungu kawa nchi ya Israeli ya kukosa mvua. Hiyo maisha yangu na maisha yetu, tunaenda mbele ya Mungu tumuambie atufunulie kwa nini hivi na sio vile. Naye Mungu kwa sababu anasikianga maombi, atatusikia na atatutoa katika hali ya stagnation, katika hali ya kutokusonga. Maana Mungu ni baba yetu. Kwa hivyo siku ya leo, hilo ndilo neno ambalo Mungu alikuwa amenipatia nikupatia kwamba nenda mbele ya Mungu kama Daudi. Kulikuwa na njaa siku za Daudi mwaka kwa mwaka, kwa muda wa miaka 3. Daudi akatafuta uso wa Bwana. So tafuta uso ya Bwana. Tafuta uso ya Bwana, mimi tafuta uso wa Bwana, tutafuta uso ya Bwana. Na Bwana atatupatia direction na ataleta solution. Wale Wagibeoni walienda wakaambia Sauli, wakaambia Daudi, wale waliua watu wetu ambao ni jamii ya Sauli, tupatie jamii hiyo nao situiue. Hiyo ndio Daudi alilazimika kufanya. Akawapeana wale watoto wa Sauli wauawe na Wagibeoni, ndio wanene amani kwa Israeli, ndio ile matatizo yakome. Kwa Mungu ataleta solution maisha yetu kwa njia ya Kristo Yesu. Sisi tuko ndani ya Kristo, tumemwamini Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Kristo ndiye ambaye analeta solution kwa maisha yetu. Tunapomtafuta na kumuomba na kumulilia kwa yale matatizo, analeta solution kwa maisha yetu. Kwa hivyo kuna matumaini kwa maisha yako. Haijalishi ni hali gani umekwama ndani yake, usiridhike. Na mimi nisiridhike, tuwe na bidii kutafuta uso ya Bwana, na siku moja ama siku Mungu ataleta suluhisho kwa ile tatizo na maisha yako itakuwa maisha mazuri sana. Kwa hivyo usikate tamaa, usijiashirie, usijipiane kwa shetani, usijipiane kwa wanadamu. Mungu anakupenda, ana mipango mizuri na maisha yako. God bless you na wiki ya baraka in the mighty name of Jesus. Kama ungeokoka, uweze tafuta uso ya Bwana kabla hujaokoka. Hivyo nasema Mungu asikiangi maombi ya mtu mwenye dhambi, labda maombi ya kutubu. Unapotubu na kutaka Kristo akuokoe, hiyo atasikia. Lakini ya maombi ya mwenye dhambi ambao ni kama mahitaji, hayo Bwana asikii. Maana sasa wewe ni muasi, umekataa kumtii, umekataa kumwamini mwana wake Yesu Kristo. Lakini unapomwamini Kristo unaitwa mtii, kama Kristo aliyomtii Mungu. Kwa hivyo Kristo ataingia ndani yako na maisha yako yatakuwa mazuri. Mungu akubariki sana. Sema Bwana Yesu, kutoka siku ya leo na kukubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na mkataa shetani, mimi si wa shetani, mimi ni wako Yesu. Nisamehe dhambi na makosa kutoka siku ya leo. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Natangaza umeokoka, maana umemkiri Kristo. Imeandikwa yule atakayeita jina la Bwana ataokolewa. Umeokoka, Mungu akubariki. Enda kanisani, tafuta kanisa mahali utaenda ubatiswe kwa majina kama Yesu alivyobatizwa, na Mungu atakubariki sana. In Jesus name.
Amen, amen, amen.